Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume sallallahu alayhi wasallam, kama tulivyoahidi jana kwamba katika vikao vitakapokuja tutakuwa tukieleza baadhi ya makosa tunayoyafanya katika swala zetu ili tupate kujirekebisha, tuswali kama alivyoswali mtume sallallahu alaihi wasallam na tuswali kama alivyoamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Kosa la kwanza tunalolifanya ni kosa la kuingia katika swala kwa vishindo. Kumekimiwa, mtu akatoka alipotoka akaingia katika swala kwa vishindo, ama akakimbilia kuingia katika safu kwa vishindo ili asiikose jamaa. Hadithi iliyotolewa na al-Imamu Bukhari katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, idha sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaykumus sakinata wal waqara fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu. Hadithi hii Mtume asema, idha sami'tumul iqamata, munaposikia iqama, swala ya kimiwa, famshu ila salati, tembeeni mwende katika swala. Famshu ila salati, hakusema fas'au ila salati. Almashyu ni kutembea, as-sa'yu ni kukimbia. Sasa Mtume asema msikimbie, tembeeni mwende katika swala. Wala tusri'u, musifanye haraka, yani musitembee ile haraka haraka. Fama adraktum, kile mtakachokipata, fasallu, swalini. Wama fatakum, na kile mtakachokikosa, faatimmu, mutakikamilisha wakati imamu ametoa salamu. Kwa hivyo hadithi hii ikaonyesha kosa hili ambalo watu wamelizoea kulifanya. Haifai kwa Muislamu kuingia katika swala kwa vishindo. Ingieni katika swala, fa alaikum as-sakinata wal waqar, mujilazimishe muwe na utulivu na upole katika kuingia katika swala. Mnachokipata mtakikamilisha, mnachokipata mtakiswali, na mnachokikosa mtakamilisha. Hivyo hivyo akasema katika hadithi nyingine iliyotolewa na Imamu Bukhari vile vile katika riwaya ya Abu Qatada al-Harith bin Rabi'i radhiyallahu anhu. Abu Qatada asema, kunna nusalli ma'a nabii sallallahu alayhi wasallam, tulikuwa tukiswali pamoja na Mtume. Mtume yuwaswalisha, wao wakiwa nyuma ya Mtume. Idh sami'a jalabata rijalin, mara Mtume akasikia sauti ama vishindo vya sati vya watu. Sati ni miguu, vile vishindo mtu anapokimbia kuingia katika swala. Mtume akasikia. Falamma salla, Mtume alipomaliza kuswalisha, qala, akasema, ma sha'nukum, mnani nyinyi, mbona nimesikia vishindo fulani? Qalu, wakasema kumwambia Mtume, istajalna ila sala, hivyo vishindo ulivyovisikia ni sisi ilikuwa tukimbilia kuingia katika swala. Faqala sallallahu alayhi wasallama, Mtume akasema, la tafaalu, musifanye hivyo. Kakataza watu kukimbia kuingia katika swala. La tafaalu, musifanye hivyo.
idha ataitumus salata, munapokuja kuingia katika swala, fa alaikum bisakina, jilazimisheni muwe na utulivu. Fama wajadtum fasallu, kile mutakachokipata. Riwaya nyingine ikasema fama adraktum fasallu, kile mutakachokipata mtakiswali. Wama fatakum faatimu, na kile mtakachokikosa mutakikamilisha. Kwa hivyo hadithi zote mbili hizi zikaonyesha kosa la mtu kukimbia kuingia katika swala kwa vishindo. Kwa hivyo tuirekebisheni kwa kosa kama hili. Kuna na wengine ambao hutoa signal kumwambia imamu inna Allaha ma'a sabirin, yeye waja na huku amwambia imamu inna Allaha ma'a sabirin. Ati imamu yuko kwenye rukuu, yeye humwambia imamu inna Allaha ma'a sabirina, ili imamu atulie amsubiri. Usifanye hivyo ndugu Muislamu, njoo kwa utulivu katika swala, kwa upolepole, usikimbie, usitembee haraka haraka. Kuwa na utulivu, kuwa na upole, kuwa na unyenyekevu, kuwa na heshima na Mola wako. Kile utakachokipata utakiswali, na kile utakachokikosa utakikamilisha. Subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.